Uislamu umetilia umuhimu mkubwa viumbe dhaifu. Ikaja hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana kwamba hii hadithi ni dua, Allahumma inni uharrij, kwamba yeye Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninaelekeza madhara makubwa au madhambi ya madhambi makubwa yule ambaye anayepoteza haki ya wadhaifu wa aina mbili. Katika madhaifu watu dhaifu wa aina mbili ni mwanamke kutokana na udhaifu wake na mayatima. Na mayatima ndio hadithi ambayo Sheikh alizungumzia hutuba ya leo. Kwa hiyo imekuja hadithi ikionyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa makemeo makali kwa wale ambao watakayopoteza haki za dhaifu wa aina mbili, watu viumbe dhaifu. Wa kwanza ni mwanamke kwa tabia yake, na ndio maana imekuja hadithi aina mbalimbali ikionyesha wale wanaonyanyasa wanawake, mama yake na kadhalika. Mtume akaacha, msiache kuwahusia mara kwa mara kheri wa kina mama. Dhaifu aina pili ni mayatima, na ndio hadithi ambayo hutuba ya leo Sheikh alizungumzia kuhusiana na haki za mayatima. Nani yatima? Yatima ni yule ambaye aliyefiwa na baba yake hajafikisha umri wa baleghe. Huyo ndio anaitwa yatima. Sawa sawa kama mwanaume au mwanamke, yule ambaye amefiwa na mzazi wake wa kiume hajafikisha umri wa baleghe. Kwa Uislamu ukatilia umuhimu mkubwa wa kuwajali na kuwaliwaza na kuto kufanya kila namna yote ya kuvunja haki zao kwa namna yote madhaifu wa aina mbili. Namba moja ni yatima. Katika aya za mwanzo kushoka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika sura Dhuha, aya inasema Mwenyezi Mungu hakukuta yatima, alam yajidika yatiman faawa. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa akiwa ni yatima. Aya ikaendelea kusema kwamba ama yatima fala taqhar, yatima usimkemee, hairuhusiwi yatima kumkemea kwa namna yoyote. Fa amma yatima fala taqhar, ama yatima usije kumkemea hata kidogo, kwa sababu ni madhara makubwa, ni madhambi makubwa kuvunja haki za hawa watu wawili, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kuna madhambi makubwa ya mtu kuvunja haki za watu wawili. Na aya mbalimbali zimekuja, Allah subhanahu anawaambia binadamu, atuambia binadamu kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe chochote. Ikaendelea mbele akasema wabiliyatama, na mayatima tuwafanyie wema. Haifai hata kidogo kwa Muislamu kuvunja haki au kumnyanyasa kwa namna yoyote mayatima. Yeye Sheikh akasema inawezekana mtu leo akawa na yatima, watoto wa ndugu yake na kadhalika, wale watoto wale akawapeleka kwenye vituo vya yatima, akaacha kuwafanyia wema, kuwafanyia uzuri, akawapeleka kwenye vituo vya yatima, wakawa wanapata aina mbalimbali za shida. Na kutokana na umuhimu wa swala hili la kuwatunza na kuwalea mayatima, katika Qur'ani aya mbalimbali, aya nyingi zimeelezea kuwafanyia wema. Takriban zaidi ya sehemu 22 kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea umuhimu wa sisi Waislamu kuwatunza au kuwahifadhi mayatima. Zaidi ya sehemu 22 kwenye Qur'ani Allah anasisitiza watu wahifadhi mayatima, na umuhimu au thamani na matunda ya kuwahifadhi mayatima. Katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeye na wale wanaowalea mayatima watakuwa peponi kama vidole hivi viwili. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao wanawalea mayatima watakuwa peponi pamoja, akatoa ishara ya vidole viwili, as-sababa wal wusta, cha katikati ile cha shahada, kuonesha kwamba watakuwa karibu mno kwa yule ambaye anawafanyia wema mayatima. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeye ndio wa mwanzo kufunguliwa mlango wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, yeye ndio wa mwanzo kuingia peponi, yeye ndio wa mwanzo kufunguliwa mlango wa peponi. Baada ya kufunguliwa mlango wa peponi, Sheikh anasema, hadithi inasema fatazahamat mraa, baada ya mtume anaanza kuingia peponi, wataanza zahama, maana kuongozana na mwanamke naye akuja nyuma yake. Atashangaa, mtume anauliza man ant, nani wewe? Atasema yule mwanamke, mtume amefungulia mlango, ndio wa kwanza kuingia peponi, lakini mwanamke anaanza kuongozana naye. Mtume anamuuliza wewe ni nani? Anaambia mimi ni mume wangu alifariki. Baada ya kufariki mume wangu akaniachia watoto wadogo nikawa ninawalea. Ndio maana mtume akasema katika ile hadithi, mimi na yule ambaye anemlea yatima tutakuwa peponi hakadha. Karibu kabisa. Kwamba mlango wa peponi umefunguliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa mtume aingie peponi, kuna mwanamke anamfuatia nyuma yake ili waingie pamoja. Anamuuliza ni nani? Mimi mume wangu alifariki akaniachia watoto wadogo nikaa ninawalea. Hii kuonyesha ni thamani kubwa ya kuwatunza na kuwalea mayatima. Vile vile katika hadithi imetoa tahadhari kubwa wale ambao wanafanya dhulma katika mali za mayatima. Innal ladhina yakuluna amwal yatama dhulman, wale ambao wanakula mali za mayatima kwa dhulma, wafahamu na wajue kabisa wanakula katika matumbo yao moto na wataingia katika moto wa jahannam. Wale ambao wanafanya vibaya, wameachoma mayatima, wana mali, wakawa wanafanya vibaya katika mali za mayatima, wakawa wanakula, wafahamu kabisa wanakula katika moto, matumbo yao ni moto na wataingia katika moto wa jahannam.
Imekuja katika hadithi, yule ambaye aliyekuwa akila mali za mayatima siku ya Kiyama atakuja katika mdomoni mwake, puani kwake, masikini wake moto unatoka, anafahamu kwamba huyu ndio alikuwa kila mali za yatima. Anakuja siku ya Kiyama yule ambaye alikuwa mali za yatima, mdomoni unatoka moto, masikioni na machoni, kila mtu anamfahamu kwamba huyu ndio aliyokifanya, alikuwa kila mali za mayatima. Hii inaonyesha ni tahadhari kubwa kwa Waislamu au Muislamu au muumini wote kujishughulisha na kula mali za mayatima. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ubora katika nyumba za Waislamu. Kama tunatafuta ubora na ujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ubora katika nyumba za Waislamu ni nyumba ambayo ndani yake kuna yatima anafanyiwa vizuri. Katika nyumba bora za Waislamu kama ipo ni nyumba ambayo kuna yatima ndani yake anafanyia vizuri. Na nyumba mbaya, nyumba ya shari katika dunia ni nyumba ambayo ndani yake kuna yatima afu anafanyiwa vibaya. Hii ni nyumba ya shari mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha. Kwa hiyo kuonesha ni makemeo makali sisi Waislamu kujishughulisha au kuwa mbali na kutokuwatunza mayatima, kuharibu kila kitu cha mayatima. Na kuonesha hilo la yatima, hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi akiwa yatima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa, baba yake amefariki, yuko tumboni mama yake amefariki miaka 6. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam naye alikuwa na yatima, na wanazuoni mbalimbali shaka imewataja wote hao waliishi wakiwa ni mayatima, lakini walifanyiwa vizuri. Kwa kuwafanyia vizuri mayatima ni jambo ambalo ni bora sana, kama tunataka tuwe karibu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile kumalizia, mtu mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akishtakia moyo wake ni mgumu, akisikiliza mawaidha hanufaiki, akisikia mawaidha kama hajasikiliza moyo umekuwa mgumu, mawaidha utoe nasaha. Akamwambia, una yatima, mtafute yatima, mlishe yatima na muhurumie yatima, alafu ufute kichwa chake kwa huruma. Ukifanya mambo hayo, ukimlisha yatima na ukamfuta kichwani kwake yatima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataulainisha moyo wako na atatimiza mahitaji yako. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anashtakia moyo ni mgumu, hanufaiki na mawaidha, chochote anachoambiwa kielewi, basi amlishe yatima, amhurumie yatima na amfanyie wema na amfute kichwa chake, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjalia moyo wake utakuwa laini. Kama alivyofahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Jaafar ibn Abi Talib kufariki katika vita vya Mu'ta, akipita alikuwa kila mara anawaulizia hayo tu Jaafar ibn Abi Talib, anawaulizia hali zao, anawalea vizuri, kama kuna kitu anawapa. Kwa hiyo Sheikh anasema na sisi, hata kama mtu hana cha kuwapa chakula yatima, basi hata kalima, toa neno zuri kwa yatima. Hata kama una uwezo wa kuwalisha, basi waongee maneno mazuri. Lakini tahadhari kubwa kwa Uislamu, Sheikh atukumbusha katika hotuba ya leo, tuwafanyie vizuri mayatima ili tupe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika pepo.